akaacha historia duniani, akawa mama wa nabii ambaye mpaka leo vizazi na vizazi mpaka Yesu anarudi historia yake inatajwa. Bwana sifiwe sana. Usijiangalie hivyo ulivyo, usiangalie mazingira yako. Pengine unapitia changamoto kwa sababu Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako, na kama Mungu ameweka kitu kikubwa ndani yako, hauwezi kukwepa kupita kwenye changamoto, kwa sababu Bwana anajua ulichokibeba. Bwana anajua ulichokibeba. Bwana anajua ulichokibeba. Bwana anajua ulichokibeba. Haleluya. Sungura wanazaa, ng'ombe wanazaa, na tembo pia anazaa. Lakini majira ya ng'ombe na majira ya tembo vimetofautiana kutokana na kile kitu alichokibeba tembo. Mbona hujanielewa? Narudia tena. Tembo na ng'ombe majira yao yametofautiana kwa sababu ya kile ambacho tembo amekibeba. Bwana asifiwe sana. Kwa unapoona mwingine anafanikiwa, isikusumbue. Unapoona mwingine amefanikiwa, ameingia kwenye ndoa, isikusumbue. Wewe nenda mbele za Bwana, inua mikono yako juu, mwambie Bwana, ninajua ndio umefanya kwa mtumishi wako, lakini mimi ninajua umeniandalia kitu kikubwa. Ninajua umeniandalia kesho iliyo bora. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hata Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Potifa, hakujua kwamba siku moja angejikuta yuko gerezani. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Bwana kwamba ili aweze kuinuliwa lazima apite gerezani, Bwana akatengeneza mpango ambao ulimsababisha Yusufu akakaa gerezani. Na baada ya hapo tunaona ya kwamba Yusufu anatolewa gerezani, anapelekwa na kwenda kuwa waziri mkuu katika taifa hili la Misri. Napenda nikutie moyo ya kwamba usikate tamaa katika jaribu unalopitia. Usikate tamaa wala usiumbishwe wala usitikisike. Mungu anakujua. Kuna mahali ambapo anakupitisha. Kuna wakati mwingine usalama wako ni lazima upitie mahali fulani ili uweze kupanda. Nampenda sana Mungu. Kuna wakati nikitafakari matendo makuu ya Bwana nashangaa sana. Inawezekana Yusufu angeweza kulala na yule mwanamke wa Potifa, asingeweza kuwa waziri mkuu, wala asingeweza historia ya taifa la Israeli ingeandikwa kwa namna nyingine. Lakini kwa sababu Bwana alikusudia ya kwamba atakayeweza kuandika historia ya taifa la Israeli katika ile nchi ya Misri ni Yusufu, Bwana akampitisha pale. Napenda nikutie moyo, usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Wakati mwingine kuna majaribu mengine tunapitia, yanaweza yakatugharimu hata uhai wetu, lakini Mungu anatupigania. Bwana sifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 25, anasema katika mambo yote Daudi anasema kwamba nalimuona Bwana amesimama upande wangu akinitegemeza ili nisitikisike. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo jaribu unalopitia lisikuondoe katika uwepo wa Bwana, lisikuondoe, lisikumbishe imani yako katika kumwamini Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunajifunza pia, hata nilikuwa nafuatilia historia ya mtumishi wa Mungu Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo. Yule mtumishi amepitia mambo mengi. Wakati ule wa utawala wa Kaisari Domitian, historia inasema kwamba alijaribu kumuua mara 3,
lakini katika mara zote hizo akashindwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Historia inasema ya kwamba alichemsha, alimpa sumu ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuua chini ya dakika moja. Yule mtumishi wa Mungu akanywa ile sumu, hakufa. Ninakwambia kwamba mpango wa Mungu juu ya maisha yako lazima utimie. Mpango wa Mungu juu ya